Na hatimaye mwili wa aliyekuwa mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Kabunde. Viongozi wa kaunti ya Homa Bay wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga wanawataka wakazi kusalia watulivu wakati wa mazishi. Gavana Wanga amekashifu matamshi ya mwanasiasa ambaye anahusishwa na mauaji ya Were, Philip Aroko, ambaye alijisalimisha kwa polisi hapo jana. Wanga amesema hana uhusiano wowote na kukamatwa kwa mwanasiasa huyo, ila anaiomba serikali kuhakikisha uchunguzi wa mauaji hayo umekamilishwa. Mwili wa marehemu Were utatembezwa katika maeneo mbalimbali Homa Bay mjini, Kendu Bay hadi Oyugis kwake nyumbani. Ngoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Alright, ladies and gentlemen, kama vile mnavyoona guys, mwili wa Charles Ong'ondo Were umeweza kufikishwa nyumbani kwake wa salama wa salmen. Ladies and gentlemen, huyu Charles Were, ladies and gentlemen, aliweza kusafirishwa na ndege. Unaona, hiyo ndege my friend iliweza kutoka Nairobi vizuri, ikafika na ikapokelewa vizuri na wananchi wa Homa Bay. Unaona, so inasemekana ladies and gentlemen, huyu mheshimiwa, huyu MP mwenye alikufa anazikwa kesho. Tarehe ngapi? Tarehe 9 mahali panaitwa Barabuk School huko Homa Bay. Unaona, na miongoni mwa wale raia wenye walienda kupokea hiyo mwili alikuwa ni governor, alikuwemo governor wa Homa Bay kwa jina Gladys Wanga, mwanamke mwenye na ambaye aliumwa sana wakati alisikia rafiki yake wa karibu sana ameweza kuuliwa na watu ambao hawajulikani nia yao ilikuwa gani. Unaona, so wakati huyu mwanaume kwa jina Were anapelekwa nyumbani kuzikwa, naye sisi Nairobi guys, wacha nikuambie, ndio sasa mambo imechemuka. Unaona, ndio mambo imechemuka. Wale wauaji wenye walimpiga marisasi, ladies and gentlemen, walishapatikana na wakashikwa, na baada ya kufinywa balls, ladies and gentlemen, walisema ni nani aliwatuma wakaue, ni nani mwenye aliwalipa pesa, na wakaelezea vizuri. Amini usiamini, ule bodyguard mwenye alikuwa na huyu Charles Were, ladies and gentlemen, bodyguard wake ndio mwenye alipanga mauaji ya mdosi wake. Unaona? So imeshtua sana Wakenya wameshutuka. Guy, bodyguard wako anakupangia uuliwe. Hii ni maajabu ladies and gentlemen. Hii ni kitu hajaisikika. Na watu walikuwa wanaongea, wakina Truth Watchdog walisema hakuna siku waizi watakuja kuua watu kwa gari, wawache kama wajashoot hao wengine, wawache kama wameshoot mwenye walikuwa na shoot peke yake risasi 4 na hakuna mtu mwingine kwa hiyo gari aliumizwa. Hiyo ni maajabu, hakuna kitu kama hiyo ishawahi fanyika before. Niaje wa Kenya, so many things I've been telling you the truth, but imagine in a murder case, what is the burden of being so right? Unlike Chira's murder, which I did not have support, now at least the family of one Charles Ong'ondo Were, by the way, we don't care, as he's a politician, and other politicians who don't care about us, we don't care. But the way the murder was carried out, what tunapenda my investigations, I know we are many, it makes a lot of sense. Like my question was on YouTube, as I was being questioned or interviewed, nikauliza, I cannot be a stupid murderer that I kill someone, I break the window of the car, and then I don't shoot the driver who is next to the person I have killed, which means they are seeing me. I don't kill the bodyguard, and the bodyguard never pulls out the gun. So, what can this be? All turns out to be one thing. They were part of the game. They were part of the game. There is no way you will leave witnesses on the scene. Hakuna. Because they are the only witnesses at that moment. Which means, kama umsi angekuwa, like, amekuwa hired seriously na watu wenye wako far from this so-called Charles Ong'ondo, angekama fagie kila mse kama ameenda. But alimiminia marisasi mtu mmoja, carefully not killing the driver, and as well carefully not killing
not killing the bodyguard who was right behind Owere. So nikaambia watu hii msa amehusika. Sasa as you speak, video nimeka YouTube guys. People are agreeing. Even DCI wameenda wakashika driver, wameenda wakashika huyo bodyguard, and these persons are claiming that the first actually lot ya watu kushikwa na wenye wameshikwa leo, wote wameclaimaje kwamba do walilipwa na walikuwa nalipwa na hawa driver na nderendi walikuwa na organize mpaka location yenye wako. Anyway, more information nimeka pale YouTube guys, go and watch. I will really appreciate wale mtani support. As usual, kama ujisikii kuni support, nobody is asking you to go there on YouTube, but wale wote mna subscribe manze, thank you so much. From 9k to 10.7k, I really appreciate. Let us continue to figure out 100k. Kwani wanyoka 100k walizaliwa wapi? But either way, let us continue doing investigations. Yeah. So walipredict vizuri, wakasema ya kwamba hiyo ni njama ilikuwa imepangwa, na hiyo njama bodyguard anaijua. Unaona, kwa sababu hata baada ya wale wenye walishoot Were kwenda, hata hakushoot hata risasi hewani, hakujaribu hata kushoot risasi kuonyesha ya kwamba alijaribu kuwafuata na marisasi. Sasa wale waizi baada ya kushikwa, wale wauaji, inasemekana my friend waliweza kupelekana mpaka mahali walificha bunduki. Ile bag yenye mmoja wao alikuwa amevalia kwa CCTV ilipatikana, viatu zilipatikana, bunduki mbili na magazini mingi zikapatikana mahali pale. Na wakati walienda kwa nyumba ya bodyguard huko Uthiru, ladies and gentlemen, pia vile vile waliweza kunasa simu yake, simu ambayo sasa hivi inafanyiwa uchunguzi, unaona. Lakini sasa hiyo sio shida yangu. Shida yangu ni kuna jamaa hapa mdosi, jamaa mzuri, jamaa mpenda watu, jamaa mwenye pia amekuwa akijaribu kusimama UMP uko Kasipul, akishindwangwa na huyu mwanaume kwa jina Were. Huyu jamaa kwa jina Philip Aroko. Philip Aroko na Hashon, ladies and gentlemen, amekuwa summoned na DCI. Jana usiku ameambiwa ajifikishe kwa DCI aende akajibu mashtaka, kwa sababu kuna video yenye inaenda viral inamuonyesha akiwa na furaha akiambia wananchi wa Kasipul, my friend, sasa hivi 2027 inafika, wakati tunaenda kupiga kura atashinda. Ni wakati sasa wa kufanyia wananchi kazi. Tukuje kwa wingi tukafukuze wale magangster, wale mamonster, wale makatel wenye wanatuterrorize huko Homa Bay, maeneo ya Kasipul. So hiyo video iliweza kutolewa kitambo, mwezi wa 3, lakini sasa hivi as we speak guy, hiyo video inapelekana vizuri na kuuliwa kwake huyu Mr. Charles Were. Watu wanasema ati hiyo video alishoot baada ya kuua Were. So wanasema yeye ndio aliua Were na ashaanza campaign, na ili hali hiyo video ni video tu alishuti kitambo kama content. Ni mtu mwenye uanga anaingia TikTok. Huyu ni jamaa anajulikana. My name is Philip Aroko. I'm an aspirant. Yes. Kasipul constituency. Yes. I'm calling upon everyone. Yeah. Let's join hands and fix this constituency. This constituency is in the hands of those who don't understand anything. You get what I'm saying? These people, they don't understand anything. They cannot even lobby for investments to come to this constituency. Yeah. These are people who can say nothing in parliament. In fact, their button for response is still fresh, it's still new. You get what I'm saying? Yeah. So we've got to fix this thing. So what are your priorities? Priorities. Office? Man, the priorities are a lot, man. Education. Education is a priority. Okay. We have to unite our people. Yeah. We must unite our people. That's number one. That people must come together, that they can chart a way forward for the constituency. True. So 2027 is not going to be a normal race. It is going to be something serious. Yeah. So welcome to my place. Yes. Well, let's show them. Welcome to my place. We are working hard to make things right. Headquarters. Okay, we will teach people farming. Yeah. And anything that pertains their development.
Yeah, stay tuned here. For unless- those who think that they are living with one vote, I'm sorry guys, you're lost. Yeah, stay tuned. Kabisa. Aroko ni mtu anajulikana, anakuanga TikTok, ni mtu anafanyanga content despite yeye kukua tajiri. Anajulikana sana wakiwa na rafiki yake kwa jina Ogaga Bill Clinton. Ogaga Bill Clinton, ladies and gentlemen, ni one of his bodyguards ama driver mwenye before alikuwa karibu kuuliwa na goons wa Charles Were, lakini kwa bahati mzuri huyu ndugu yake anakuanga na brother mwenye na ambaye amejifunza ugaidi, amejifunza kukua jambazi. Sasa inasemekana wakati aliona maisha ya brother yake iko hatarini, alikuja akajaribu kukinga brother yake, alikuwa na jishield zile panga vile zilikuwa zinakuja. Huyu ndugu yetu guys alikatakatwa mapanga guys, mkiangalia vile ambavyo ana bleed, hakuna mahali hapa kukatwa, mikono zilikatakatwa akijaribu kuokoa maisha ya ndugu yake. Na hii inatuonyesha ya kwamba damu ni mzito kuliko supu. Ni watu wangapi wenye wako na brother mwenye anaweza fanya anything kuokoa maisha ya ndugu yake? Huyu kijana aliokoa maisha ya brother yake. Alisema ni heri yeye akufe lakini brother yake apone. Brother yake alilia, kama sio ndugu yake, ladies and gentlemen, angeuliwa jinsi ambavyo bodyguard wa Kidero aliuliwa. Kumbuka watu wenye walikatakata ndugu ya huyu Mr. Ogaga Bill Clinton, ladies and gentlemen, wenye walimkatakata ndio the same people wenye walikatakata bodyguard wa Kidero. Kwa sababu bodyguard wa Kidero hakukuwa na brother mwenye angekuwa pale ajishield yeye asikatakatwe, yeye alikatakatwa na hadi akakufa. Kwa hivyo huyu ndugu yetu kwa jina Ogaga Bill Clinton, maisha yake anakuanga amededicate kwa brother yake. If it wasn't for his brother, sasa hivi angekuwa amekufa. Halilia sana wakati alikuwa anapeleka brother yake hospitalini. Mama yao alikuja pale akatazama mtoto wao guys venye amekatakatwa, wakashindwa. Kwani huyu MP Kasipul kwa jina Charles Were, kwani ni mnyama kiasi gani? Huyu ni Escobar, kwani huku kwani ni wapi? Watu wanakatakatwa namna hiyo. So ilikuwa ni uchungu sana, ladies and gentlemen. So inasemekana ya huyo bodyguard wa Kidero alikuwa anaitwa Evans Okoda. Evans Okoda, ladies and gentlemen, alikufa last year mwezi wa 5. Unaona, ndivyo alizikwa, na wamekuwa wakitembelea hiyo kaburi kwenda kuona, kwa sababu wakati Were ameanaunsiwa kwamba ameuliwa, my friend, wacha nikuambie, wakazi wengi sana wa hiyo sehemu ya Kasipul wanasherekea, akiwemo huyu Mr. Philip Aroko. Philip Aroko, ladies and gentlemen, ni beneficiary mkubwa sana. Why am I saying this? Kwa sababu huyu ni kiongozi. Huyu jamaa anakaa vizuri. Huyu jamaa ananukia tu pesa. Huyu jamaa hata ukimwangalia, my friend, ni tajiri lakini anakuanga down to earth. Amesaidia watu wengi sana. Hata inasemekana katika Wajaluo aliimbwangwa pia kwa wimbo na Princess Julie. Hii inakuonyesha nini? Inakuonyesha ya kwamba huyu ni kiongozi. Huyu ni jamaa sio MP lakini amekuwa akisimama na wananchi wa Kasipul. Mtoto wako haizi fukuzwa kwa shule na ako na pesa, na wachilie mtoto wako akae nyumbani. Huyu jamaa pia ni memba pia wa ODM. Lakini kwa sababu huyu mheshimiwa mwenye ameuliwa alikuwa na maadui wengi, ni vigumu kujua ni nani mwenye alimuua, kwa sababu huyu mtu ameua watu wengi sana, na watu wao wenye walikatakatwa mikono. Kuna wengine paka walikatakatwa, wanasikia kuna mwingine alikatwa mikono huku na huku na wakaenda nazo. Ilibidi huyu MP ahongwe ndio apeane hizo mikono zizikanishwe pamoja na huyo mtu mwenye alikatakata. So you can imagine kama hiyo familia guys, wacha nikuambie, bado walikuwa wana hold grudge kwa huyu mtu. Niambie ni kwa nini wasihaye majambazi wamuue? Huyu mtu ametengeneza enemies wengi sana. Kuna familia moja pia, unaona, nilimekuwa nikiwaambia pia, alikidnap mtoto wenyewe 15 years ago huko nyumbani kwake Meru.
Hadi wa leo huyo msichana akipotea alikuwa na 38 years. Saa hii my friend, sasa hivi huyo msichana kama angekuwa anafaa kuwa na 50 something years. Saa hii huyo msichana hata hajawahi zikwa, ajulikani alienda wapi, na alipotelea kwa nyumba ya the same MP mwenye munatetea hapa kwa mtandao mkisema jinsi ambavyo ati we did not sign for this. Gladys Wanga alinakiliwa akilia akisema President Ruto, we did not sign for this. Watu wengi sana, wacha nikuambie, waligadhabishwa sana nayo maneno ya Wanga. Kwani ni nini hii yenye walisign yenye hatujui? Watu wa ODM, ni nini hii Gladys Wanga alikuwa nasema walisign na sisi hatujui? Watu wangependa kujua ni nini hiyo, kwa sababu Raila Odinga sasa hivi anazidi kuisha kisiasa kwa sababu ya wale watu wenye ameweka kwa mwili. Baba Raila Odinga, uko na watu karibu na wewe ambao wanakuharibia safari yako ya uongozi wa nchi. Wakati utatoa hao watu kwa mwili yako, you will be the president of the Republic of Kenya. Baba anakupa kiti, wanarudi wanakunyang'anya. Na baba mwenyewe ndiye amekupea. Leo jana, when we talk, we have a lot of information. Jana tumeona chair lady Gladys Wanga analia machozi, anasema we did not sign for assassination. Gladys Wanga, what did you sign for? Mulisaini nini? Sawa, what did you sign? When we say you are signing with the wrong government, we are not stupid. We are not stupid. Serikali ambayo inaua watu huwezi kunafanya nao kazi. When Caleb speaks, I'm speaking because of I'm a leader. Na tunaambia chama cha ODM, wacha sasa kuconfuse wananchi. You are either in government or you are in opposition. Hakuna katikati. Imefika wakati wananchi wameamua wanaenda. Na wakienda bila mwongozo, wataenda na waende kabisa. Kisii, mnaona Kisii ambayo imekuwa ngome ya ODM si mmeona? Ukambani ambayo ilisimama na baba Wakikuyu Central ambao walisoma na William Ruto mtatoa wapi kura? Mnataka mtudanganye tukwende kwa opposition? I don't want to be a member of opposition forever, the rest of my life. My people, muangalie siasa vizuri. Mimi niko kwa chama ya ODM, lakini nimewapea onyo. Mkiendelea kunisukuma, nitapotea na mtainiona. Kwani iko nini bwana? Iko nini? Mimi ni mtu wa kutishatishwa kweli? Mimi nimezaliwa hapa sina nguo, nimekuwa MP. Unataka kunitisha? Tafuta mtu mwingine. Sasa hivi my friend James Orengo anataka kulaunch chama ya ODM mpya. Hii chama, ladies and gentlemen, ndio inaenda kukomboa wananchi. Lakini my friend, sijui ni kwa nini my friend tuchague wakina Orengo, kwa sababu ukiangalia hawa viongozi wote wa kitambo hakuna maendeleo wanafanyianga watu. Mtu kama Orengo ni mtu mzuri, yes, anaweza kuwa leader mzuri, lakini my friend ukienda mahali ambapo ana run, my friend, utashangaa hawafanyi maendeleo. Pesa zinatoka, lakini Wakenya wenye wanatoka mahali penye alichaguliwa wanaishi vibaya sana. Na wako na gavana mkubwa sana, wako na mtu mkubwa sana, mtu ambaye hako tu. Tunauliza ladies and gentlemen, ni ungwana kweli? Ni ungwana kweli? Lazima sisi wa Kenya tuchague viongozi wazuri, viongozi wenye watatuletea maendeleo. Lakini my friend, hauwezi ukaenda tu uchague mtu ambaye anakununua na pesa zake ndio umpatie kura. Anapoingia kwa hiyo kiti, anageuka anakuwa monster, anageuka anakuwa terrorist, anaanza kuterrorize watu wa hiyo kijiji. Mtu yote mwenye anaongea kwake vibaya, anatuma magunzi, wanakuja wanamuua ama wanamkatakata. We cannot accept that, guys. Hatuwezi tukakubali. I thank God polisi waliweza kukamata wale goons wenye waliweza kushoot
huyu Were, na wamesema ni bodyguard ndio aliwalipa wamuue, na yeye ndio alikuwa anawapatia information vile wana move. Ndio kwa maana yeye hakuguzwa, ndio kwa maana hata yeye hakushuti risasi. Yani huyu ni bouncer ama ni bodyguard goigoi. Sijaiona bodyguard mwenye amekaa tu ndee, mkubwa wake anauliwa na hako tu ndee. Hata watu wanauliza mheshimiwa alikuwa anafanya nini kwa kiti ya mbele, na hiyo kiti inakuanga ya bodyguard. Lakini naelewa kuna watu huku nje wanataka kuona nini kinaendelea. Kuna viongozi huku nje wako na viherehere ya kukaa mbele kwa kiti. Yes, naelewa ukiwa mbele unaona barabara venye inaenda. Lakini my friend, it is risky. Kukaa kwa kiti ya mbele ukiwa na pesa mingi, ukiwa mheshimiwa, ni very very risky. Sasa hivi kwa sababu inasemekana sasa hivi the only person mwenye alikuwa na nguvu nyingi sana ni huyu Philip Aroko. Huyu Philip Aroko, ladies and gentlemen, ndio the only person sasa hivi mwenye anafaa kupewa hiyo kiti. Ndio kwa maana ameitwa hata yeye afanyiwe uchunguzi, kwa sababu yeye tu ndio mtu mwenye sasa hivi anashangilia kifo cha huyu mwanaume kwa jina Charles Were. Lakini kitu yenye DCI wanasahau ni kwamba yule mtu mwenye alikufanyianga maovu wakati alikuwa kiongozi, huyu mtu alikuwa na terrorize hiyo area mpaka unaweza kuta hata labda aliiba kura zake, kwa sababu huyu mtu alikuwa na influence kubwa sana na Raila Odinga. Huenda ikawa hata huyu Aroko, my friend, labda ashaisimama before na akashindwa, na alishindwa kwa njia ambazo hajawahi elewa hadi wa leo. Unaona? So wakati huyu Were anakufa, yeye lazima akuwe mtu wa kwanza kucelebrate. Lazima haite mkutano, kwa sababu jambazi sugu mwenye na ambaye amekuwa ni kikwazo kwa sehemu yao amekufa. Unaona, kuna watu my friend, kifo yao ikikuja tu hivi, hiyo ni benefit kwa watu wengine, lakini kuna mtu my friend hata akikufa hata uwezi shindania. Unaona? For example ni waulize saa hii watu juu saa hii wanalianga kuhusu President Ruto vile anatuumiza tangu achukue uongozi. Vitu zinapanda usiku na mchana. Na huyu mtu ananunua opposition, ananunua kila mtu, anawaambia endeni mpeleke hii mswada. Wanapeleka after kuhongwa na miswada zinapitishwa tu kwa bunge. President kama huyu mwenye ananyanyasa watu, unajua ni watu wangapi wanamuombea mabaya? Saa hii President Ruto saa hii tuseme tu God forbid kitu imfanyikie, akufe saa hii, ni watu wangapi watafurahia? Ni watu wangapi watafurahia? Ni watu wengi sana watasherekea. So you can imagine my friend, watu watakuwa na sherekea tu hadharani, kwa sababu my friend shida yao imetoka. So hata huyu Mr. Philip pia yeye pia nimeona My name is Philip Aroko. I saw something akiwa na lawyer pale Danson Omari wanasherekea. Omari anasema my friend, my client is just here. Yes, we are coming there. Huyu ni tajiri, huyu ni jamaa amekuwa na pesa my friend. Huyu jamaa anaishi kama MP. Huyu jamaa anaendesha gari kubwa. Huyu jamaa anaenjoy maisha. Huyu ni mtu ako na pesa zake. Na sio MP. Huyu ni mtu akichaguliwa atabadilishia wananchi maisha. Huyu ni mtu mzuri. Huyu ni mtu my friend anakaa tu mheshimiwa. Huyu anakaa tu MP. Lakini nyinyi mmeenda mmechagua mtu mwenye anaua, mtu mwenye ako na alama kila mahali. Mtu mwenye amekatana na watu na mapanga huko hivyo Meru, anakuja my friend, mtu amekula miraa mpaka hata akili haifanyi kazi. Huyo ndio mtu mnakuja kuchagua. Alafu mna expect ya kwamba mtu kama huyu atawafanyia maendeleo. Hawezi akawafanyia maendeleo. Hawezi akawafanyia maendeleo. Mimi nawaambia mukitaka uongozi mzuri my friend, lazima mujue jinsi ya kuvote. Wala msiende kwa mtu kwa sababu anawapea pesa. Huyo mtu mtakapomchagua my friend, mtakuwa mnaenda kwake, anawafukuza, anawatukana, na zile pesa za miradi my friend watakuwa wanakula. Niambie sasa, nasikia ya kwamba viongozi wa ODM karibu wote hawafanyi maendeleo. Nasikia kila mtu my friend kuna zile pesa anapeanga Raila Odinga, ndio at least hata in case of any problem atatetewa. Hiyo ni ukweli ama ni uongo guys? Hebu niambieni, hiyo ni ukweli ama ni uongo? Niliona paka hata Aida Odinga kuna pesa, sijui nilikuwa naona grupu fulani ilikuwa imeformiwa. Aida Odinga my friend anachangiwa pesa nyingi sana. Wakina Gladys Wanga wametoa pesa, hawa ma MP wote. Usipotoa pesa ladies and gentlemen, my friend, wewe wakati
wa election utaangushwa. So ndio ili remain kukuwa loyal kwa baba, lazima umuhonge. Na ndio kwa maana unaona hizi kaunti zetu my friend hazina maendeleo hata kidogo. Yote tu ni kwa sababu sisi tumeamua kuweka baba mbele, tumeamua kuweka Raila Odinga mbele. Lakini sasa hivi ni wakati my friend, tunapoenda kuchaguana tusiangalie chama, tuwachague viongozi wenye ambao watatufanyia kazi. Viongozi wazuri ni watu wenye wako na reputation, ni watu wenye wako na background mzuri. Lakini usichague tu mtu juu amekuja kwenyu na pesa mingi anagawa, hujui hata hizo pesa kama anauanga watu for a living. Hujui kama huyo mtu kwake Nairobi akiingianga na wasichana kwa hiyo nyumba anawalishanga nyama za watu. Haujui, ama anawakatakata na wafanya kitoweo, hamjui. Nyinyi mnachagua tu mtu kwa sababu ati mkiwa na shida mkienda kwake anawasaidianga. Wacha nikuambie, mtajua mjui. Sisi tunangojea tuone hii mambo itaenda namna gani. Kwa sababu huyu mheshimiwa anaenda kuzikwa kesho. Tunangojea tuone kama kutakuwa na vita, kwa sababu nimesikia huyu Philip lazima ataenda kwa matanga, kwa sababu kwa mila za Wajaluo asipoenda itasemekana ni yeye ndio alimuua. So ni lazima aende. Na kwa sababu pia alikuwa adui mkubwa sana wa huyu Charles Were, lazima guns wa Charles lazima wataleta shida. So my friend, tunatarajia vita kubwa sana kutoka kwa hiyo boma. Unaona? Huyu jamaa lazima aende atolewe mbio na mawe, kama vile Gachagua anatolewangwa mbio kwa matanga. Unaona? Lakini isemekane ya kwamba hakukuja kwa sababu waliua. Kwa sababu huyu ni kiongozi mwenye anafaa kuchaguliwa by fire by force. Lazima huyu kiongozi achaguliwe by fire by force. Hii mambo ya kutaka kumharibia jina wawache my friend. Huyu Mr. Ogaga, Bill Clinton, ladies and gentlemen, hao ndio wanajua uchungu wa kukatakatwa. Hao ndio wanajua vile ambavyo huyu mwanaume aliwaumiza. Pamoja na hii familia ya kina Nancy Adhiambo wenye walipoteza dada yao mysteriously kwa mikono ya nani? Ya Charles Were. Hao ndio wanajua uchungu. Walienda kwa police station ya huko Migori, wakaenda wakaandikisha statement. Ni Migori, walienda Oyugis Town police station wakaandikisha statement. Hiyo statement baada ya kuandikisha, kumbe polisi mwanamke alikuwa pale, alikuwa bibi ya Charles Were, akararua ile karatasi akatupa. Hiyo kesi ikapotelea. Mama aligonjeka akashikwa na depression akakufa. Hiyo familia ndio inajua uzuri wa hii kifo cha huyu mheshimiwa. Aliua akatajirika akidhani ya kwamba ataishi milele, akasahau ya kwamba what goes around comes around. So I hope huyu bodyguard wake juu ameshikwa na nafinywa balls atatuambia ni nini kilifanyikia huyo msichana mwenye na ambaye alipotelea kwa nyumba yake huko Meru. That is kama bado hiyo miaka ya kitambo alikuwa anamfanyia kazi. 15 years ni kitambo, but we don't know. Let us wait, let us see, tujue ni kwa nini bodyguard aliamua kupeana mdosi wake. Kwani huyu mdosi hakuwa anamlipa vizuri? Kwani huyu mdosi ni nini alifanya? Kwani huyu mdosi kuna pesa alikuwa ameweka kwa nyumba, mamilioni na mamilioni mingi sana kwa magunia? Huyu jamaa kaamua kulipa watu wakuja wamuue ndio achukue hizo pesa aende nazo? Atuelewi. We are yet to find out. So please, thank you so much guys for liking this video. Wakati huu mwanaume anaenda kuzikwa, na sisi pia wambea pia tutazidi kuwa collectia data tukiwaletea, ndio ili pia muweze kukua updated. Au vipi? Thank you so much guys for listening. Let us meet on the next video. Until next time, God bless you. Bye bye. Jackson hapa.